Yaani nikaenda pale kwa washikaji nikakuta wamekaa kijiweni. Nikawakuta, nikamuuliza jamaa, "Hako nikaa nini ambako umekaeka hivi mdomoni hivi? Hivi unafanya hivi afu moshi unatoka?" Ile jamaa likaniambia eti hizi ni ice cream mpya wameleta. Nikasema hivi, "Sasa ice cream gani wamezileta zinatoa moshi?" Jamaa kaniambia hivi, "Eti onja." Nikamwambia nipatie, akanipa nikaweka hivi. Nikafanya akaniambia nivute, nikafanya nikavuta hivi nikaanza kuona nanili ladi usoni. Alafu nilivyoanza kuona akaniambia eti hiyo ni sukari ya ice cream ndio inaingiaga hivyo. Nikamwambia sawa, kwa nini inakuwa hivyo? Akasema jaribu nyingine. Nikajaribu, hapa akaniambia haya, nenda nyumbani ukalale, hapo ushakula ice cream. Sasa kutembea hivi barabarani naanza kuona barabara ina mawe, siji barabara ina mabonde. Nikajiuliza, mbona hii barabara mara kwanza nilipita haina mawe? Ni gari gani ambalo limeweka mawe hapa kwenye hii njia? Nikajiuliza maswali mengi. Kwa sababu gani? Nikasema mawe nani kayaleta hapa? Jamaa akaniambia, akanifuata akaniambia hivi, yaani hayo mawe jinsi unavyoyaona Matipa amemwaga muda si mrefu, dakika 10 zilizopita. Nikamwambia sawa. Nafika sasa nyumbani nakuta mlango umeinama ni kama shimoni. Nikajiuliza huu ni mlango gani? Mbona mlango wangu wako umekaa vizuri, mbona upo kama shimo? Nikasema ile ice cream sirudii tena kuilamba. Ndio ikawa imeishia hapa hapo. Tunaendelea part 2. Endelea kunifollow na kulike na kucomment. Part 2 nikwambie nini kilichotokea baada ya kufika nyumbani.